Bismillahirrahmanirrahim. Naanza tena kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Namtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama na Yesu pia kama alivyotaka kupitia Mathayo 9:13. Watazamaji wangu, amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwenu. Ni Abdallah Rua wa jijini Tanga, Tanzania. Nawakaribisha tena kwenye chaneli yangu ya Rua TV. Ninaendelea na masomo au mafundisho ya kiimani baina ya Waislamu na Wakristo. Tupo kwenye somo la 8 au sehemu ya 8 ya mada isemayo, je, Muhammad sallallahu alaihi wasallama alitumwa na Mungu? Sasa ili kupata mafundisho yangu kila yanapotoka, nenda YouTube au TikTok na kuandika Rua TV. Huko YouTube subscribe, like na kadhalika, utakuwa ni mwenye kufikiwa na mafundisho mara moja kila yanapotoka. Haya, nikumbushe tu sehemu iliyopita kwenye somo la 7 niliacha swali ambalo swali hilo nilijenga kupitia Qur'ani 38:35 tafsiri ya Ibn Kathir, ambapo nilimuuliza Dr. Sule na baadhi ya watazamaji, liko wapi andiko au hadithi inayosema Mungu alibatilisha usemi ule wa Nabii Suleiman au dua ile ya Nabii Suleiman ili wanadamu wawe na mamlaka ya kuwatumikisha majini, lakini mpaka leo ninapozungumza halijatoka ilo andiko. Sasa kabla sijaendelea, kuna kitu kidogo ambacho napenda nikitolee ufafanuzi wake. Ninapozungumzia majini ndani ya mada isemayo, je, Muhammad sallallahu alaihi wasallama ametumwa na Mungu, na kusudia kuwakumbusha baadhi ya watu akiwemo Dr. Sule kuhusu kuyatumia vibaya mafundisho ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika kuhalalisha matumizi ya majini. Kwa hivyo tupo ndani ya mada ya msingi, kwa sababu lengo ni kuhakikisha tunamtangaza Muhammad kwamba alitumwa na Mungu, na yale mazuri yake ndiyo ambayo tunayasema, na hata Waislamu wakikosea kwa kuenda kinyume na yale maandiko, sisi ni jukumu letu kuweza kuwakumbusha. Kwa hivyo basi, nadhani tupo ndani ya mada ya msingi. Katika kuendelea, na wakumbusha kwamba kwenye akaunti yangu ya Rua TV kule YouTube, katika somo la 6 nilisema maelezo yafuatayo. Nilisema kwamba nina upeo mkubwa sana kuhusu elimu ya majini. Nilisema hivyo. Nikasema tena nilipata balaa katika miaka ya nyuma kutokana na maradhi ya majini. Na nilisema nayajua majini kwa nyuma, kwa mbele, kushoto, kulia, chini na juu. Niliposema haya nilikuwa sibahatishi. Kwa nini nilisema haya? Nilisema haya kwa sababu, ndugu zangu, labda niwape historia fupi tu. Miaka ya nyuma huko nilipata maradhi yaliyotokana na majini ya kishetani, na nilikwenda kwa watu mbalimbali, mashehe na wenye elimu ya majini. Nikasoma sana kuweza kuyatafuta majini kwa sababu ya ile dhoruba ambayo ilikuwa mimi ikinipata, ambapo kupitia Qur'ani 15:26 mpaka 27 mimi binafsi niliamini uwepo wa viumbe majini, na kupitia Qur'ani 7:27 niliona kwamba Qur'ani imetuambia majini wao wanaweza kutuona, lakini sisi kamwe hatuwezi kuwaona. Kwa hivyo basi, ikiwa wao ndio wanaweza kutuona, jibu linabaki kwamba wao ndio wenye uwezo wa kutufanya sisi wanavyotaka, au wa kufanya chochote kupitia sisi, kwa sababu hatuwaoni. Lakini sisi
hatuwezi kufanya chochote kwao, wala hatuwezi kuwafanya chochote kwa sababu hatuwaoni, wao ndio wanaotuona. Kwa hivyo labda pale wanapoleta madhara, wamepanda kichwani kwa mtu na nini, ndio sisi tunamwomba Mwenyezi Mungu ili atuepushe nao. Kwa hivyo mwanadamu kusema kwamba eti anaweza kumtuma jini au kumtumikisha, hizo ni hisia za uongo na ni dhana ambazo hazipo, na nitakwenda kuyathibitisha hayo. Lakini sasa vile vile nilisema katika somo hilo lililopita kwamba Dr. Sule yeye hana elimu kuhusu majini, isipokuwa anatumia dhana tu, yeye anatumia dhana. Kwangu mimi majini walifanya mambo mengi sana ya hovyo katika jamii, mengi ambayo mengine kuyaelezea pia ni changamoto, lakini mkienda kwenye viunga vya Tanga na maeneo mengine mtakuta hii ni tofauti na Dr. Sule. Yeye anachukua tu story za watu, mara kapigiwa simu na huyu, jini aliniwekea fedha benki na kadha. Yaani yeye anachukua story za watu. Mimi kwangu majini walifanya mambo ya maajabu kupitia mimi mwenyewe. Kwa hivyo ninaposema nina upeo mkubwa sana wa elimu ya majini, kwamba nimesoma, yalinipata, nikajiridhisha na hatimaye nikajua kwamba huu ni mtihani. Sasa mkienda YouTube Ruwa TV kule kwenye ile somo la 7 la mada isemayo je, Muhammad sallallahu alaihi wasallama alitumwa na Mungu, mtakuta kwamba nilimjibu Dr. Sule madai yake kuhusu kuhalalisha matumizi ya majini, na nimeona leo niendelee kumjibu kwa kufafanua zaidi. Lakini vile vile katika somo hilo la 7 nilisema kwamba nitakuja kutoa siri za wanaojidai wanawatumikisha majini. Siri ambazo nitazitoa si zile za utendaji kwamba wanachukua hiki na hiki kwa sababu nachelea nikifanya vile, na watazamaji wasiokuwa na imani wanaweza kwenda kufanya alafu ikaja kuwa ni changamoto. Kwa hivyo nitatoa zile siri tu ambazo kwamba zenye kuonekana kwamba watu wa namna hiyo huwa wanakuwa ni watu wanaokaa katika mazingira gani. Labda nianze na siri ya kwanza. Siri ya kwanza ni kwamba ni lazima watu hao wanaojidai wanawatumikisha majini wajifiche kwenye kivuli cha matibabu. Simaanishi kwamba kila mtibabu ni mwenye kuyatumikisha majini, hapana. Tiba halali zipo ambazo zimeruhusiwa kwa mujibu wa sheria, lakini wale wanaojidai wanawatumikisha majini ni lazima wajifiche kwenye kivuli hicho cha matibabu. Sasa hebu tumsikilize Dr. Sule. Je, yeye yumo mwenye hicho kivuli cha kujificha kwenye matibabu? Tumsikilize. Lakini pia tumekuwa tukitibu magonjwa yanayosababishwa na nguvu za giza kama vile mashetani, hasadi ama uchawi. Vifungo vinavyotokana na hayo pia tumekuwa tukihudumia katika eneo hili na kutoa matibabu. Hapo tunaona Dr. Sule yupo kwenye siri hiyo, yupo kwenye kivuli cha matibabu. Safari yetu ndio inaanza. Tunamwona jamaa huyu yupo kwenye kile kivuli cha matibabu, kwamba yeye ni mtibabu. Twende kwenye siri ya pili. Ni lazima watu hao wawapokee majini ambao huja kwa njia za kuwaingia mwilini, au njia ya ndoto, au njia ya hisia, au ya kudhania. Kila ambaye anajidai anadili na majini ni lazima ampokee jini huyo, ambao jini huja kwa njia za kuingia mwilini, au ndoto, au hisia, au kudhania. Hebu tumsikilize Dr. Sule. Je, yumo katika siri hiyo ya pili ambayo nimeisema? Tumsikilize. Wanaosema kwamba kuwatumia majini haifai katika mambo ya kheri, hiyo ni mtazamo wao, sio mtazamo wa kimaandiko. Na kama watatoa mtazamo wa kimaandiko, basi yako maandiko pia yanaruhusu hilo. Wako wanachuoni wanakubali hilo, na hili sio jambo langu peke yangu. Wako masheka zao wananiunga mkono, na wametoa video nyingi tu kuunga mkono, na vitabu vingi vya dini wamevitaja vya mashehe mbalimbali wa Kiislamu wakisema hili swala la kuwatumia majini katika kutaka msaada kwenye baadhi ya mambo ya kheri, hilo halina uharamu wowote. Haya, tumsikilize tena. Sasa manabii ambao wametajwa wazi wazi kuwa
kuwatumikisha majini, manabii ambao wametajwa wazi wazi kwamba majini walikuwa chini yao na waliwaamrisha na walifanya vitu vingi, ni Nabii Muhammad na Nabii Isa pamoja na Nabii Suleimani. Hawa tatu ndio wanaonekana waliwatumikisha majini kama watumwa, kama watumishi, na majini walitii amri za manabii hawa watatu akiwemo Suleimani, Yesu pamoja na Muhammad. Kwa mujibu wa vitabu vya kale, hao ndio manabii wametajwa wazi wazi. Haya, na tumsikilize tena. Lakini huwezi kusema ni haramu kwa sababu hakuna aya wala hadithi inayosema haramu, haipo. Haya, kwa ujumla wa video hizo tumemsikia Dr. Sule yumo katika siri hiyo kwa kutumia njia za hisia na dhana. Yeye hayampandi mwilini wala, lakini anahisia tu kwamba hapa nahisi jini amekuja, hapa nadhani jini amekuja, ama kusikia ile story za watu, lakini kiakini hana ajualo katika hayo. Lakini vile vile katika video hizo amesema kwamba yapo maandiko mengi yaliyoruhusu kuwatumikisha majini, na kwa mujibu wa vitabu vya kale waliotajwa waziwazi kwamba wamewatumikisha majini ni Nabii Suleiman, Nabii Isa bin Maryam au Yesu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayo ndiyo aliyosema kwenye hizo video. Alafu kisha akaja akasema huwezi kusema kuwatumikisha majini ni haramu kwa sababu hakuna aya wala hadithi inayosema haramu. Hii ina maana kwamba hadithi alitaka au aya zitamke kwa kile ambacho anakitaka yeye. Sasa basi, kabla sijatoa siri ya tatu, ndugu zangu, naomba kwanza tuyapitie maelezo yake kulingana na alivyosema wale mashahidi ambao kajenga nao kwamba Nabii Suleiman, Nabii Isa ambaye ni Yesu na Muhammad. Hebu tumsikilize maelezo yake ya kule kuthibitisha, alafu insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu niweze kumjibu, na natamani mtege masikio vizuri kwa kile ambacho watakisema ili tuweze kumjibu kwa pamoja, tuone kwamba hiki ambacho anakifanya hakilingani na kile ambacho anakisema. Hebu tumsikilize ndugu zangu. Nani leo anayepinga katika Biblia kwamba Selemani wakati anajenga hekalu aliwatumia majini? Na hekalu ni nyumba takatifu ya Mungu. Nabii Suleimani alitumia majini kujenga hekalu. Wanadamu na majini ndio alitumika hilo. Ukisoma katika Nyakati himo, na ukitaka maandiko nitafungua kwamba Suleimani alikuwa anawatumia majini kujenga hekalu pamoja na wanadamu. Yaani hakuna Mkristo anapinga hilo. Labda niliweke kipolo afu akipinga ni wawashe. Lakini ni uhakika kabisa. Suleimani alitumia majini kujenga hekalu na wanadamu. Sasa kama nyumba ya Mungu Suleimani amewaamrisha majini wakaenda kujenga hekalu, kuna uzito gani kuwatuma kwa ajili ya fedha? Wakusaidie kutengeneza uchumi, wakusaidie kufungua mambo yako, au wakulinde? Ndio maana nikasema hapa shida iliyopo ni elimu. Hapa Dr. Sule anasema wakati Nabii Suleiman anajenga hekalu aliwatumia majini na wanadamu. Akauliza, kama nyumba ya Mungu Nabii Suleiman amewaamrisha majini kuijenga, kuna uzito gani kuwatumia majini kwa ajili ya fedha, wakusaidia kutengeneza mambo yako, wafungue uchumi na kukulinda? Yani yeye huo ulikuwa ndio kiasi cha uelewa wake, kwa sababu Suleiman katumia majini na yeye akayamisha hivyo. Anahisi kwamba kila anayetumika pale eti anakuwa ni mzuri. Hata wakichaa wanatumika baadhi ya maeneo tu. Kikubwa ni kusoma na uelewa wa kile ambacho kutozungumzwa. Sasa basi, hebu ngoja mimi leo niendelee kumkumbusha kwa atulize akili yake, nimpe elimu kuhusu huyu Nabii Suleiman aliyeanza kumtumia, kisha nitakuja kwa hao watu wengine. Akasema, Mola wangu mlezi, nisamehe na unipe ufalme usiomwelekea yoyote baada yangu, hakika wewe ndiye mpaji. Suleiman hapa anamuomba Mwenyezi Mungu dua ili ampe ufalme ambao ufalme huo usimwelekee mtu yoyote. Sasa labda atuambie Dr. Sule, hivi hii aya ni ya uongo? Hii Qur'ani hapa 35 ni ya uongo? Je, Mungu alijibu dua ya Nabii Suleiman kwa kumpa ufalme wa namna gani ambao asiupate mtu yoyote? Qur'ani 27:15 mpaka 19 na ufafanuzi wake. Hebu tutumie tafsiri ya Farsi. Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu anatuambia, na bila shaka tuliwapa Daudi na Suleiman elimu kubwa kabisa, na wakamshukuru Mwenyezi Mungu wakasema, sifa zote ni za Mwenyezi Mungu.
tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetufadhilisha kuliko wengi katika waja wake waliomwamini. Na Suleiman alimrithi Daudi na akasema, enyi watu, tumefundishwa hata kutambua usemi wa ndege na tumepewa kila kitu. Hakika hii ni fadhila iliyo dhahiri. Na alikusanyiwa Suleiman majeshi yake katika majini na watu na ndege, nayo yakapangwa makundi makundi katika kwenda kwake. Hata walipofika katika bonde la wadudu chungu, alisema mdudu chungu kuwaambia wenziwe, enyi wadudu chungu, ingieni majumbani mwenu, asikupondeni Suleiman na majeshi yake, hali ya kuwa hawakuhisini, hawana habari. Basi akatabasamu akilichekea neno lake na akasema, Mola wangu, nipe nguvu nishukuru neema yako ulionineemesha mimi na wazazi wangu, na nipate kufanya vitendo vizuri uvipendavyo, na uniingize kwa rehema yako katika waja wako wema. Tafsiri ama sharhi ya aya hii inasema, zinatajwa baadhi ya fadhila alizopewa Nabii Suleimani za kuwatawala wanadamu na majini na madege na wanyama na vidudu. Suleimani uliyemtumia, ndiyo imeambiwa kwamba Mwenyezi Mungu alimpa uwezo wa kutawala vitu vyote ambavyo nilivyovitaja, ikiwemo ndege na wadudu. Na hata tukumbuke kwamba katika utawala wa ndege aliwahi kumtuma yule Hudhudi kupitia Qur'ani 27:20 mpaka 28. Ukiangalia pale, Hudhudi alichukua ile barua akaipeleka kule Yemen kwa Malkia Bilqis. Ni kwamba Nabii Suleiman alikuwa na uwezo wa kuwatumikisha ndege kwa namna hiyo. Sasa labda tunasubiri atuambie tu hivi, je, yeye anayaweza haya? Tunaomba atujibu. Haya. Lakini vile vile andiko likaendelea kusema kwamba Mungu alimkusanyia Suleiman majeshi yake katika majini, watu na ndege. Sasa atuambie Dr. Sule haya yote anayaweza kuyafanya. Lakini vile vile Mungu alimwezesha Nabii Suleiman kutambua maneno ya wadudu. Haya Dr. Sule, je, unaweza wewe kutambua maneno ya wadudu? Kwa sababu umejivisha joho la Nabii Suleiman, lakini mwenzako alipewa vyote kwa ujumla. Kwa nini wewe umekwenda kubandua kimoja ambacho ni jini kutudanganya huko? Kama hiyo haitoshi, sasa hebu tuangalie Qur'ani 21:81 mpaka 82. Hebu tuiangalie Qur'ani inatuambia nini hapa. Qur'ani ile 30:21-81 mpaka 82. Andiko linasema kama ifuatavyo: na tukamfundisha, asema Mwenyezi Mungu, na tukamsahilishia Suleiman upepo wa kimbunga uendao kwa amri yake kwenye ardhi tuliyoibariki, na sisi ndiyo tunaojua kila kitu. Na pia mashetani wanaompigia mbizi na kufanya kazi nyinginezo, na sisi tulikuwa walinzi wao. Kwa mujibu wa andiko hili, na vile vile ukiangalia Qur'ani 38:36 mpaka 37, maandiko yanaonyesha kwa ujumla kuwa mashetani na upepo walimtumikia Mwenyezi Mungu. Upepo aliuamrisha utakavyo, na mashetani walifanya kazi mbalimbali ikiwemo kupiga mbizi, kujenga na kazi nyinginezo. Dr. Sule, umejificha kwenye huyu Nabii Suleiman, tuambie haya yote uko nayo au umechagua moja tu, lile la kuwatumikisha majini ili upate kudanganya? Tunaomba majibu kama tulivyokuuliza. Lakini sasa kitu ambacho napenda ufahamu ndugu yangu Dr. Sule, kuna kitu napenda nikufahamishe. Kupitia Qur'ani 21:82 na kupitia Qur'ani 38:37, maandiko haya yametaja mashetani. Maandiko haya yametaja mashetani. Katika kisa hicho cha Nabii Suleiman yametaja mashetani. Nenda kaangalie vizuri hayo maandiko. Lakini vile vile tukisoma Qur'ani 27:17 na Qur'ani 34:12, maandiko haya yametaja majini. Nini kinamaanishwa hapa? Kinachomaanishwa ni kwamba Nabii Suleiman aliwatumikisha mashetani kwa maana ya sifa zao, ambao mashetani hao walikuwa ni majini kwa maana ya maumbile yao. Sasa labda utuambie Dr. Sule, hao unaojidai kwamba wewe unawatumikisha ni hawa mashetani wa kijini
kama ilivyokuwa kwa Nabii Suleiman, au hapa utamkataa Nabii Suleiman? Tunaomba majibu, kwa sababu hatukukutuma wewe ukajivishe kivuli kwa Nabii Suleiman kwa kujitengenezea ushahidi huko. Tunaomba majibu ya swali hili. Lakini sasa hebu tuangalie ni zipi kazi nyingine ambazo hao mashetani walimfanyia Nabii Suleiman. Tuangalie maandiko yafuatayo hapa. Qur'ani 34:13, tafsiri hii ya Farisi. Tuangalie inasema nini. Andiko linasema, walikuwa wakimfanyia alipendalo, kama ngome na masanamu na mabunguu madesti makubwa kama mahodhi na masufuria makubwa sana yaliyoondolewa mahali pake. Tukawaambia, fanyeni amali nzuri enyi watu wa Daudi, kwa kushukuru neema mlizopewa. Nani wachache wanaoshukuru katika waja wangu? Haya ni miongoni mwa mambo ambayo walikuwa wale mashetani wa kijini wakienda wakimfanyia Nabii Suleiman. Sasa hebu tuangalie ile 38 37, Qur'ani hii ya Farsi inatuambia kitu gani? Tuangalie ile Qur'ani 38:37. Andiko linasema, pia tukamtishia mashetani kila ajengaye na azamiaye lulu, na wengine wafungwao minyororo wanapohalifu amri zake. Sasa kwa mujibu wa maandiko au aya hizi ambazo nimezitoa hapa, sasa tunaona kwamba wale mashetani ambao walitumikishwa Nabii Suleiman walipokuwa wanagoma, basi wengine walikuwa wakipewa hizi adhabu zifuatazo, na hizi kwao zilikuwa ni kazi ngumu kwa mujibu wa maandiko kama ushahidi unavyoeleza. Labda utuambie sasa, Dr. Sule, hao mashetani wewe ambao unawejidai kwamba unawatumikisha, na wewe je, unawapa kazi ngumu? Tunaomba majibu katika hili ndugu yangu. Lakini vile vile sasa, kama hii haitoshi, sasa tuangalie Ibn Kathir. Tufungue hapa, vitabu vingine viko ndani ya simu, tuone Ibn Kathir anatueleza nini kuhusu masala haya. Anasema Ibn Kathir, na katika majini walikuwako waliokuwa wakifanya kazi mbele yake kwa idhini ya Mola wake, kwa maana tulimtiishia majini wanafanya kazi mbele yake kwa idhini ya Mola wake, yani kwa kudura yake, na kuwarahisishia wao kwa utashi wake kiasi atakavyo. Walimjengea majengo aliyoyataka na mengineyo. Na kila anayejitenga na amri yetu katika wao, yani yoyote kati yao aliyejaribu kuasi na kutoka nje ya utii, tunamuonjesha adhabu ya moto unaowaka. Hiyo ilikuwa ni kauli ya Mwenyezi Mungu kupitia Ibn Kathiri. Utuambie sasa, Dr. Sule, sasa hao majini ya kishetwani ambao unajidai unawatumikisha, sasa kwa mujibu wa ushahidi kutoka kwa Nabii Suleiman walikuwa wakigoma. Sasa je, ndiyo maana na hata wewe pengine walikugomea kule kwenye kupigiwa kura za ubunge ukakosa kule, ukapigwa na chini. Sasa utuambie sasa, wakigoma wanafungwa minyororo na kuchoma? Kama hilo halifanyiki, basi huo ni uongo, unatudanganya. Dalili ambazo umezitoa kwa Nabii Suleiman tunazipitia leo pole pole, ili uweze kutuonyesha ule ushahidi wa kile ambacho unachokisema. Lakini andiko linaendelea kusema kwamba wao walikuwa wakimfanyia alipendalo kama vile ngome na masanamu. Masanamu haya kitaalam katika hadithi ni yale masanamu ambayo yenye picha zisizoweka kivuli. Hilo ni somo jingine, nafikiri tutakuja kulifundisha. Na madesti makubwa kama mahodhi na masufuria makubwa na mengineyo. Sasa Dr. Sule, haya yote yaliyokuwa yakifanywa kwa Nabii Suleiman, utueleze kwamba je, wewe unaweza kuyafanya au umechukua kile kitu tu kimoja ambacho wewe umeona ndiyo fimbo ya sisi kuweza kuchapiwa? Haya, tuendelee kuangalia Ibn Kathiri kwenye hii 34:14 Qur'ani, ufafanuzi wake anatuambia kitu gani huyu Ibn Kathiri? Ngoja tuweze kuangalia hapa. Haya, hapa ufafanuzi wa Ibn Kathir unasema kama ifuatavyo. Allah Ta'ala anatueleza namna Suleiman alayhi salam alivyofariki na namna Allah Ta'ala alivyowaficha majini ambao walitiishwa kwake wafanye kazi ngumu. Aliendelea kugemea fimbo yake ambayo ilikuwa mkongojo wake,
Kwa mujibu wa Ibn Abbas, Mujahid, Al-Hasan, Qatada na wengine walivyosema, alibakia hivyo kwa kipindi kirefu kadiri ya mwaka mmoja. Na baada ya fimbo hiyo kuliwa na wadudu ardhini, nao ni mchwa, ilidhoofu na ikaanguka chini, ndipo ilipojulikana kwamba alishakufa tangu muda mrefu. Ikawadhihirikia majini na wanadamu kwamba majini hawajui ghaibu kama walivyokuwa wakidai hivyo watu wengine wakiwaunga mkono. Hiyo ndiyo kauli ya Allah, yani iliwadhihirikia watu kuwa wao majini walikuwa ni waongo. Sasa Dr. Sule, haya ni maelezo ya Ibn Kathir, nenda kasome. Kumbe kwa mujibu wa maelezo haya, hawa majini walipewa kazi ngumu sana, na ilikuwa ni kwa vile adhabu kwao, na hata bosi wao alipofariki, wao alikuwa hawajui, na hao majini walikuwa ni waongo. Utuambie Dr. Sule, sasa hao majini unawapa adhabu ya kufedhehesha na wewe, na unaamini kwamba katika huo utawala wa Suleiman majini yao walikuwa ni waongo? Tunaomba majibu tafadhali katika swala hilo. Sasa vile vile, hebu tuendelee kuangalia masala mengine ambayo hawa mashetani waliweza kufanyiwa kwa kufunga ukurasa huu na tafsiri yake ile Ibn Kathir. Tukisoma andiko la Qur'ani 27:39, ile tafsiri ya Ibn Kathir, maelezo yanatuambia kwamba nguvu na milki ya Nabii Suleiman hajapewa yoyote kabla yake, na wala hata kuwa na yoyote baada yake. Dr. Sule, sidhani kama ni mkweli ukiwa unaacha mambo kama haya. Hebu utujibu, wewe upo kwenye maisha baada ya Nabii Suleiman au haupo? Kama upo kwenye maisha ya baada ya Suleiman, kwamba hayo yote unayojigemeza kwa Suleiman hayakuhusu, labda utaambia wewe haupo kwenye maisha ya baada ya Nabii Suleiman, kwa sababu maandiko yameeleza wazi nguvu na milki ya Suleiman hajapewa yoyote baada yake, na wala hatapewa yoyote. Vipi unajibandika hapo? Sasa hiyo ni hali ya uongo ambayo unatuambia kwa mujibu wa ushahidi niliotoa kupitia hiyo habari ya Nabii Suleiman. Sasa hebu tuendelee kumsikiliza kwa upande wa Nabii Isa ambaye ni Yesu anachokisema. Tumsikilize hapo. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura 17 aya nambari 27 inasema, lakini tusije tukawakwaza, enendeni baharini mkatupe ndoana, mkatwae samaki. Yule azukae kwanza na akifumbua mdomo wake utaona shekeri, ichukue hiyo ukawape kwa ajili ya kodi yangu na kwa ajili ya kodi yako. Okay, kumbe ni Biblia. Mathayo 17:27, Biblia hiyo. Okay. Kwa hiyo swala la samaki kutoa pesa, ndiyo, na Yesu kulipa kodi ya kwake na Petero, sio akili za kibinadamu, sio maneno yangu, ni maandiko ya Biblia ambayo Wakristo na Waislamu tunaamini kuwa ni maandiko matakatifu. Sasa swali linakuja, kwa nini Yesu asiombe mawe yawe pesa alipe kodi? Analazimika kumwambia Petero akavue samaki, alafu ndani ya samaki ndio itatoka pesa ya kodi. Na Yesu alikuwa na uwezo wa mkate, mchanga, jiwe kugeuza mkate. Ukisoma katika 10 Mathayo 4:10 Mathayo, mjaribu akamjia kisha akamwambia, wewe si mwana wa Mungu, basi geuza mawe haya yawe mkate. Manake alikuwa na uwezo, anajua kwamba Yesu alikuwa na uwezo wa kufanya jiwe kuwa mkate. Kama anaweza kumfufua mtu aliyekufa, hawezi kushindwa kufanya jiwe kuwa mkate. Yesu alikuwa na uwezo wa kufanya mawe kuwa fedha. Angeweza kuyaagiza mawe na kuyabadilia kawa fedha. Lakini anamwambia Petero, nenda kavue samaki. Alafu ndani ya samaki hao, yule wa kwanza atakayetoka mdomo huko wazi, fungua ndani ya mdomo wake utaona fedha. Utaona fedha, hiyo fedha nenda kalipe kodi yako na kodi yangu. Hapa tunachojifunza kwamba
mwanadamu amepewa mamlaka ya kutumia viumbe kufanya chochote ili kustawisha maisha yake. Hapo Dr. Sule anatuambia kwamba Yesu alipata pesa za kulipa kodi kupitia mdomo wa kiumbe samaki. Sasa swali la kumuuliza, jamani, samaki wapo tele kule feri. Hebu tunaomba Dr. Sule aende, kama yeye hasa ana hizo kubuli, ana zile karama za mtume na manabii, aende akatoe pesa kwenye mdomo wa samaki aendeshe maisha yake. Kwa nini ameacha hawa samaki ambao ni rahisi kupatikana, akenda kwenye majini ambao wamejificha? Huko ni kuendelea kutudanganya. Na hii haimaanishi kwamba Yesu kupata pesa kupitia mdomo wa samaki ndio amewatumikisha majini. Hakuna jambo kama hilo. Akaendelea sasa na ushahidi wake kujiegemeza kwa Muhammad. Hebu tumsikilize kile ambacho wanachokisema. Lakini sio hilo tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yeye mwenyewe kwa maneno yake, na ni hadithi sahihi, hakuna Muislamu anaweza kupinga. Anasema kila mmoja katika wanadamu huimbwa na sheitani katika majini, na mimi ninaye wa kwangu. Aliposema hayo maneno, maswahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, hata wewe huyo jini unaye? Mtume akasema, naam, hata mimi ninaye, lakini wa kwangu nimemsilimisha na ananielekeza katika mambo mema. Si nimeeleweka? Wa kwangu nimemsilimisha na ananielekeza katika. Sasa jini anamuelekeza nini Muhammad, naye ndo mtume na anatelemshiwa Qur'ani? Mawili sasa. Tukatae kwamba hiyo hadithi sio sahihi, hakuna Muislamu atathubutu kusema hilo kwa sababu hadithi ni sahihi. Au tukubaliane mtume alikuwa na jini ambaye kamsilimisha na alikuwa anamuelekeza katika mambo mema. Anamuelekeza nini na yeye ndo mtume na anafundisha Qur'ani? Qur'ani imeshuka kwake, alikuwa anafundisha nini huyo jini? Haya, tumsikilize tena anachoendelea kukisema. Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe katika vita vya Tabuk, na vitaja hivi vita hakuna asiyevijua katika Waislamu. Vita vyote mtume alikuwa akitaka kupigana, alikuwa anatoa different direction. Yani kwa mfano anaenda kupigana huku alafu anawaambia watu mimi naenda kupigana huku. Vita vyote mtume alikuwa anawahadama adui zake hivyo. Vita vya Tabuki peke yake ndo kasema tunakwenda kuwapiga Warumi. Sawa sawa. Kwa Warumi hakuna, goma linashuka kwa Warumi na tunakwenda kupigana kwa Warumi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda kupigana kwa Warumi. Lakini katika vita hivi mtume akiwa msikiti wa Madina ilibidi achangishe fedha. Akafanya hutuba na akawataka Waislamu maswahaba wakusanye mali walete msikitini kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kupigana vita kwa ajili ya dini. Wakati mtume anachangisha fedha, ghafla akaja jini hajajibadilisha umbo, akamgusa Abubakar. Abubakar akaanguka kutokana na tukio hili nje ya msikiti, mlango wa msikiti. Mtume akasema mleteni Abubakar, akamwombea dua, Abubakar akarudi sawa. Swahaba yani jini anaonekana analeta sadaka mbele ya msikiti kwa ajili ya kuchangisha fedha kwa ajili ya kwenda kupigania dini ya la ilaha ila Allah. Mtume alichukua hii fedha na hakuna riwaya hiyo fedha alirudisha, bali ipo riwaya mtume alimwambia ujini, mnapokuja mkiwa na hawa binadamu msije kwa maumbile yenu, mtawatisha hawa, mtawangusha. Rudini katika maumbile mazuri, kaeni katika maumbile mazuri. Hakuna hadithi mtume alirudisha hiyo hela. Mtume kama alichukua pesa kwenda kupigania jihadi ya jini, mtume alikuwa mshirikina? Sasa kama tunasema hapana, basi tukubaliane kuna majini wazuri na kuna majini wabaya. Na kama majini wabaya wapo na wazuri wapo, basi tukubaliane wazuri hawana madhara na wako mambo unaweza kufanya. Kama huna elimu, kataa tu kwa sababu huna elimu, lakini usikatae kwa sababu yani unataka tu watu wote waamini kile unachokiamini wewe. Haya, tuendelee kumsikiliza tena kile ambacho anakisema. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe kabla ya kushushwa kwa surati jini, iliposhushwa suratul Rahmani, Mwenyezi Mungu katika sura ile alikuwa anazungumza majini na binadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akawa ametoka amekwenda kufundisha majini Qur'ani, na alitoka na Abdullah bin Mas'ud kama sikosei, akawa anatoka naye ameenda kufundisha Qur'ani. Alipokuwa amefika akamcholea kiduara
Mtume akamcholea kiduara sahaba yake, akamwambia usikae hapa usitoke, kaa hapa usitoke. Mtume akawa anasoma surati Rahmani, majini wakamzunguka mpaka ikafika mahali yule sahaba akawa wanamtisha, akawa anataka kutoka kwenye kile kidimba. Anamwambia usitoke hapa, kaa hapa katikati, mimi nazungumza nao, kwa sababu katika hii Qur'ani inayofundisha kuna ifiriti wanazunguka watakusumbua. Mtume salama akawasomesha majini. Kwa hoja hii, na maana mtume alikuwa mshirikina kuwafundisha majini? Hilo haliwezekani. Kwa ujumla wa video hizo tumemsikia Dr. Sule akisema yafuatayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kila mwanadamu huumbwa na shetani katika majini, na hata yeye mtume anaye, ila wa kwake amemsilimisha na anamwelekeza katika mambo mema. Hayo ndiyo aliyosema Dr. Sule. Sasa kilichomchanganya, akauliza, jini anamwelekeza kitu gani Muhammad wakati yeye mtume ndiyo Qur'ani imeshuka kwake? Hicho ndicho ambacho ndugu yetu kimetokea kumchanganya. Sasa labda niweke wazi, kuna vitu vingine ukidandia kupeleka ushahidi ni sawa sawa na kusema kwamba unajisumbua tu wewe mwenyewe. Kwa mujibu wa hadithi hii uliyoitoa, kwanza imethibitisha kwamba kumbe kila mwanadamu huumbwa na shetani wake katika majini. Kwa hivyo ikiwa ni hivyo, ina maana kwamba hata wewe Dr. Sule una shetani wako, lakini Muhammad kamsilimisha shetani wake, sio wa kwako wewe Dr. Sule. Hapo tayari Muhammad ameshakukataa. Kwa hivyo basi, yule jini aliyesilimishwa, yale ambayo alikuwa akimwelekeza Muhammad yanamuhusu Muhammad peke yake, haya kuhusu wewe. Ni hadithi umeitoa mwenyewe, hatukutuma uitoe, isipokuwa ulielewa vibaya. Aliyesilimishwa pale hakuhusu wewe. Wewe tuambie, wa kwako umemsilimisha wapi mpaka ukajidai una kibali cha kuweza kuwatumikisha? Tuambie. Lakini vile vile ndugu zangu, kuelekeza kilugha hakuna maana kwamba ndiyo kutumikisha. Kwa mfano, mimi nikimwambia labda Dr. Sule nikamwelekeza nenda Tabora akafanye muhadhara, naye akaenda kufanya muhadhara, hivi itakuwa yeye Dr. Sule ndiyo amenitumikisha mimi? Jibu ni kwamba hajanitumikisha. Kwa hiyo kimsingi hadithi zake hizi ambazo anazitoa ni hadithi za kuweza kujifelisha yeye mwenyewe. Akaja akasema sasa katika vita vya Tabuki, mtume akiwa msikitini Madina alichangisha fedha kwa ajili ya kwenda kupigania dini. Alichangisha fedha kwa ajili ya kwenda kupigania dini. Ghafla akaja jini ambaye hajajibadilisha umbo. Jini yule akamgusa Abubakari, Abubakari akaanguka. Mtume akamwombea dua Abubakari, mtume akawa sawa. Akahoji sasa, jini amechangia fedha kwa ajili ya dini na mtume aliichukua, hakuna riwaya yoyote ambayo inaonyesha kwamba mtume alirudisha ile fedha. Kilichomchanganya huyu dokta sasa, akasema, akauliza, je, mtume kuchukua fedha ya jini kwa ajili ya kwenda kwenye jihadi, ina maana kwamba mtume alikuwa mshirikina? Hapa sasa kachanganya habari, katoka kwenye kuwatumikisha majini kaingia kwenye ushirikina. Haya yote ndugu yangu unayo, naendelea kukufundisha, kukukumbusha, ujue kama unachokisema hata kutuchanganyia habari tutajibu kulingana na vile ambavyo wewe umetaka. Kwa hiyo ameuliza mtume kuchukua ile fedha ya jini kwenda kwenye jihadi, je, itakuwa mtume mshirikina? Akasema kama mtume hakuwa mshirikina kutokana na tukio lile, basi tukubaliane kwamba kuna majini wema, na kama kuna majini wema basi tukubaliane kwamba kuna mambo mema ambayo wanaweza kuyafanya. Akamalizia kwamba kama huna elimu kataa tu kwa sababu huna elimu. Hebu tuambie, kila siku wasema tu kama huna elimu, tuwekee hadharani hiyo elimu. Ni elimu gani ambayo iko kinyume na Qur'ani na hadithi? Mbona hutaki kuitaja hiyo elimu ndugu yangu? Kwanza katika kisa cha vita vya Tabuki, huja tuambia kwamba yule jini aliyekwenda pale alikuwa ni shetani au ni muumini. Huja tuambia. Kwanza tunaomba ushahidi huo. Na kama huna ushahidi huo, basi ujue kwamba hoja yako hii imekufa, ni dhaifu. Kwa nini nimeyasema hayo sasa? Kwa mujibu wa Qur'ani 51:56, Mungu amesema hakuumba majini na watu isipokuwa wapate kumwabudu yeye. Sasa
na kutuma. Sasa kaangalia hadithi sahihi Bukhari, hadithi namba 2311, sahihi al-Bukhari hadithi namba 2311. Kaisome hadithi hiyo vizuri, na mimi hapa nitakwambia kwa ufupi tu, ila kaipitie vizuri hiyo hadithi. Shetani kamwambia Abu Huraira anapopanda kitandani asome ayati kursi. Shetani anampa maagizo Abu Huraira. Abu Huraira akaenda kumhadisia maelezo yale Mtume. Mtume akamwambia, ala, huyo shetani amesema kweli. Ingawa yeye ni shetani na ni muongo, lakini amesema kweli. Unaona hapo tafsiri yake? Shetani ni muongo, lakini kamuelekeza Abu Huraira jambo jema na Mtume karidhia. Hujatuambia baba yule jini pale alikuwa ni mwema ama mbaya pale alipokwenda kuchangia. Ungetuambia hapo tungeweza kutuamini, lakini watu leo story jini tu. Si kila jini mwema ndio anakuwa mbaya. Lakini sasa labda nikwambie ukasome kitu kingine. Hiki ni kitabu cha maisha ya Muhammad. Kitabu hiki ni cha maisha ya Muhammad. Kitabu hiki ukenda ukisoma ule ukurasa wa 69, kasome vizuri. Ukurasa wa 69 kuna sehemu hii, ukurasa wa 69 hii kuna sehemu imeandikwa kuwapelekea barua wafalme waliokuwa karibu na bara Arabu. Ukisoma historia yake yote, ukija mpaka kwenye ukurasa wa 71, utaona kwamba liwali mtawala wa Kirumi alipelekewa barua na Muhammad ili aingie kwenye Uislamu. Yule liwali alikataa kufuata Uislamu, ile barua akaihifadhi vizuri, lakini alikataa kufuata Uislamu, isipokuwa alimpa aliyepeleka barua zawadi ili azipeleke kwa Mtume. Kumbuka huyu liwali hakuwa Muislamu, kwa maana huyu ni mbaya, hakuwa muumini. Alitoa zawadi ziende kwa Mtume, na zawadi zile zimetajwa, ziko nyingi hapa, ikiwemo nguo, nyumbu, punda na hata wake aliwatoa hapa. Mtume alipokea zile zawadi na hakuna riwaya kwamba alirudisha tena. Mtume paka mtu mmoja akamweka suria hapa, akamzalia mtoto mwanaume ambaye alimpa jina la Ibrahim. Sasa huyu liwali hakuwa muumini, hakuwa Muislamu. Kwa hivyo kwa kigezo hiki si kwamba Mtume alikuwa ni mshirikina au Mtume itakuwa amemtumikisha yule liwali. Dokta, unafeli wapi? Kama hiyo haitoshi, na kukumbusha kitu kingine. Miaka ya nyuma marehemu Magufuli, hiki ni kisa watoto nakijua hiki, wala akihitaji maandiko tu kwenye vitabu, aliwahi kuchangisha fedha kanisani kwa ajili ya msikiti. Magufuli si muumini, kwa maana tunasema kiimani yetu si mwema, yeye sio mzuri, yani si mwenye kufuata Uislamu. Alichangisha fedha na Waislamu walipokea zile fedha, na hakuna ushahidi wowote kwamba Waislamu walizirudisha zile fedha. Jambo hili haliwafanyi Waislamu kuwa washirikina, na si kwamba itakuwa eti Waislamu wamemtumikisha Magufuli. Dokta, unapofeli ni wapi? Mifano yako haiendani na kile ambacho unachokisema, ndugu yangu. Hebu tulia, kuwa makini. Swala la majini halihitaji kulazimishwa. Kiukweli ni kwamba hili swala halipo. Lakini sasa hakuishia hapo, ndugu yangu. Huyu akaja akasema, kabla ya kushushwa surati Rahmani, kabla ya kushushwa surati Jini, iliposhushwa surati Rahmani, Mwenyezi Mungu alizungumza pale kuhusu majini. Siku moja Mtume alikwenda kuwafundisha Qur'ani, alikwenda kuwafundisha majini Qur'ani. Palichorwa kiduara, swahaba akakaa pale, majini wakaenda wakamzunguka. Sasa akasema, kwa hoja hii Mtume kuwafundisha majini Qur'ani, itakuwa Mtume alikuwa ni ushirikina? Usichanganye ushirikina na kuwatumikisha majini, kwa sababu ushirikina kama kwenda kujificha sehemu. Lakini mimi nitakujibu kulingana na kile ambacho unakitaka. Unapokwenda kwenye mihadhara ya utasule, wanakusanyika pale Waislamu na Wakristo. Ndani yake huwa unaitumia kusoma Qur'ani pale, na Wakristo wanaisikiliza, baadhi yao wanasilimu.
Hivi kile kitendo cha Wakristo kuisikiliza Qur'ani wakaamini, itakuwa wewe ni mshirikina? Kwa hiyo unauliza vitu ambavyo yani havipo kwenye kulazimisha kwenda. Hizi hoja zako hazina mashiko. Hebu katulie uweze kupitia vizuri. Hapo wewe hujawa mshirikina kwa sababu umewafundisha wale neno la Mungu waweze kumrudia Mungu. Na hicho kisa ukikisoma vizuri pia kitakupa mafundisho makubwa. Nafikiri wewe itakuwa wewe huja kielewa hicho kisa vizuri. Lakini vile vile sasa labda nikukumbushe kitu kimoja ili kumalizana na hii habari ya kumsingizia Muhammad. Hapa na kitabu hiki. Kitabu hiki ni Al-Lulu wal Marjan. Hiki ni kitabu cha Al-Lulu wal Marjan. Tuangalie ule ukurasa wake wa 174. Hadithi namba 314. Hii ni Al-Lulu al-Marjan, ukurasa wa 174, hadithi namba 314. Hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, hakika ya afriti wa kijini ghafla alitokea jana ili anikatishe sala yangu. Allah akaniwezesha nikamdhibiti. Nikataka nimfunge kwenye nguzo katika nguzo za msikiti mpaka mufike asubuhi na nyote mumuone. Nikakumbuka kauli ya kaka yangu Suleiman alayhi salam, akasema, Mola wangu nisamehe na unipe ufalme asiupate yote baada yangu. Alafu hadithi ikatuelekeza kwamba ushahidi huo upo kwenye Qur'ani 38:35. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwachia akiwa amedhalilika. Hadithi hiyo pia inapatikana kwenye Bukhari, hadithi namba 459, juzuu ya kwanza. Sasa ina maana hizi hadithi ndio rasuli usijui. Kwa nini unadanganya watu? Mtume ambaye ndio tunamfuata sisi sote amekataa kumfanya chochote huyu jini, kwamba yeye hahusiki. Alikumbuka dua ya Nabii Suleiman hapa, tena dua ile imethibitisha hapa hadithi kwamba inapatikana kwenye ushahidi wa Qur'ani 38:35, hapo chini pameandikwa. Sasa kwa muktadha huu hatuwezi kukufuata wewe, sisi tunamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kwa hali hiyo sasa usiweze sisi kutudanganya na kutaswiri. Lakini sasa mwisho akamalizia akasema, huwezi kusema kuwatumikisha majini ni haramu kwa sababu hakuna haya wala hadithi iliyosema ni haramu. Yani kwa ufahamu wake alitaka aya na hadithi ziseme kama anavyotaka yeye. Sasa tu labda yeye pia ingetuambia tu, je, kuna aya au hadithi iliyesema moja kwa moja wazi wazi kuwatumikisha majini ni halali? Hatunaomba kama ipo. Unauliza maswali kaka ambayo unajichanganya. Lengo ni kulazimisha. Kuna njia nyingi unajipatia fedha, tunajua kwa sababu hata mimi nilikuwa huko. Lakini sasa kibaya zaidi usije ukachanganya na vitabu vya Mungu. Huo ni ushirikina. Mimi kaka nilikaa huko. Hizi njia za kupiga fedha na kuwaaminisha watu ziko. Mimi ni mwalimu wako katika hizi njia. Sasa labda kwa hiki ulichokiuliza, hebu ni kujibu kulingana na ufahamu wako. Kwa hiki ambacho ulichokiuliza kwamba unataka aya na hadithi iliyosema kuwatumikisha majini, na kuuliza kulingana na ufahamu wako. Hebu tukusikilize hiki ambacho umekisema, alafu utusaidie aya na hadithi. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya aya hii anatuambia mwaka mmoja katika hesabu ya kalenda una miezi 12, na katika hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu. Direct kwenye aya imetajwa kuwa mitukufu, ambao miezi hii ni Dhulqaada mwezi wa mfungo pili, Dhulhijja mwezi wa mfungo tatu, Muharram mwezi wa mfungo 4 na Rajab mwezi wa mfungo 10. Hapa namaanisha mwezi wa 11, mwezi wa 12, mwezi wa kwanza na mwezi wa 7 katika kalenda ya Kiislamu. Hiyo ndio miezi mitukufu.
kwa sababu mwezi wa 7 ni Rajab. Rajab ni mwezi wa 7 katika kalenda ya Kiislamu. Kwa hiyo katika kalenda ya Kiislamu mwezi wa kwanza, mwezi wa 7, wa 11 na wa 12, hiyo ndiyo miezi iliyo mitukufu na si Ramadhani. Qur'ani imeitaja hiyo miezi minne. Kwa hiyo kwa maana ya ujumla wa miezi iliyotajwa direct kwamba ni miezi mitukufu ni minne. Ramadhani katika aya hii haikutajwa, haimo, ila Ramadhani imepata utukufu kwa sababu ya vile vilivyoteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hapo tumemsikia Dr. Sule anatuambia kwamba kwa mujibu wa Qur'an Ramadhani si mwezi mtukufu. Akajichanganya akasema ila Ramadhani imepata utukufu kwa sababu ya vile vilivyoteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tunaomba aya au hadithi iliyotamka moja kwa moja wazi wazi Ramadhani imepata utukufu kwa vile ambavyo imeteremshwa ndani ya Ramadhani. Nimekwenda na akili zako kulingana na swali lako ulilouliza kwamba hakuna aya wala hadithi iliyosema kuwatumikisha majini haramu. Na wewe tusaidie aya inayosema Ramadhani imepata utukufu kwa sababu ya vile vilivyoteremshwa ndani ya mwezi. Kama hakuna, umepata wapi? Sasa nikwambie tu, wanadamu sisi Mungu katupendelea, ametupa akili. Kama kila haramu ingeandikwa hili haramu, hili halali, hili, basi kama ni vitabu visingebebeka hivi, ingekuwa tabana na kenta na fuso. Lakini akili ya kuzalisha kwamba hili ndilo, hili silo. Si kila haramu baba inatamkwa moja kwa moja. Na ili kukuthibitishia na kupa ushahidi kwamba si kila haramu inatamkwa moja kwa moja, sasa rejea hadithi iliyopokelewa na An-Nu'man bin Bashir, ambayo hadithi hiyo inapatikana kwenye Muttafaq Buhari wa Muslim. Katika Buhari hadithi hiyo ni hadithi namba 2051. Katika Muslim hadithi hiyo ni namba 1599. Nenda kasome hapo mtume amesemaje kwenye hizo hadithi. Hapo hadithi inasema, mtume amesema hivi: hakika halali iko wazi na haramu iko wazi, baina ya mawili hayo mna yenye kutia shaka. Maana yake ni kwamba yenye kutia shaka ni haramu. Akaendelea mtume kusema, basi atakayejiepusha yenye kutia shaka, yenye kutia shaka atakuwa amejiepushia shaka katika dini yake na heshima yake. Yaani Dr. Sule, swali hapana ubishi, swali la majini la mashaka makubwa sana. Ukijiepusha itakuwa umeutendea wema Uislamu. Usilazimishe kaka yangu. Haya, lakini mtume akamalizia kwa kusema, na atakayetumbukia katika yenye kutia shaka ataingia kwenye haramu. Kitendo cha wewe kukaa huko, ndugu yangu, umeingia kwenye haramu. Nimekuthibitishia hapo kwamba si kila haramu inatamkwa moja kwa moja kama unavyotaka wewe. Baada ya kusema hayo, naomba nieleze siri ya tatu ya wanaojidai wanawatumikisha majini. Siri ya tatu ni kwamba ni lazima watu hao wayakubali yale wanayoyataka majini wayafanye kupitia wao. Hiyo ni siri ya tatu. Lazima watu hao wayakubali majini wayafanye mambo kupitia wao. Je, Dr. Sule ni mwenye kukubali majini wafanye mambo kupitia yeye? Hebu tumsikilize. Kwa hiyo ni sahihi kusema Dr. Sule ana majini? Labda hiyo lugha inataka kutumikaje? Yaani kwamba Dr. Sule ana majini ambayo anampa pesa na yeye mwenyewe amejinasibu kwamba anayo. Amenayapata kwa kutumia vitabu vya Kiislamu. Nimesema majini yanaweza kutumika kukupa pesa. Katika interview zangu nyingi mimi nimekuwa nikisema sehemu kubwa ya mali ninazozipata nafanya dua kutatua changamoto za watu ngumu ambazo kupitia viumbe hao tunatatua na jambo linakwenda.
Likishaenda wale watu wanarudi wanashukuru, wananiletea sadaka zao. Hizo ndio zinanifanya mimi naendelea na maisha. Sio kwamba kuna jini mimi ananiletea hela nyumbani. Sijasema hayo maneno. Lakini anakusaidia katika kuwasaidia wale watu ambao nao baadaye wakileta shukrani ndio unakuwa umepata. Na nimewahi kutoa mifano kadhaa, hata kufika mahala unasoma dua, unataka kumtoa jini, unaona jini mjeuri, mbishi, basi unafika mahala unaomba majini wengine wanakuja wanamkamata, wanamnyofoa, wanamwadhibu. Hiyo ipo katika sheria na wala haikatazwi. Haikatazwi kabisa. Yaani hilo hata stafuni maneno. Hapo tumemsikia Dr. Sule anatuambia anafanya dua kutatua changamoto za watu kupitia majini. Ni kwamba hapo tayari amekubali majini wafanye jambo kupitia yeye. Swali, hizi ndizo tiba hasa tulizoelekezwa kisheria? Ukiulizwa wasema elimu. Elimu gani hiyo usitaka kuitoa? Kwani haya wayasema hiyo elimu waificha ficha? Baba, hakuna elimu ambayo iko nyume na Qur'ani na hadithi. Situdanganye, si wakati wa kudanganya na pipi ndugu yangu. Haya yote ambayo unayapitia tunayajua na nini ambacho kina. Sasa tuendelee na siri ya 4. Siri ya 4 inasema watu hao kutotoa siri za majini na kuwa tayari kuwatetea. Siri ya 4 katika wale ambao wanajidai wanawatumikisha majini ni kutotoa siri za majini na kuwa tayari kuwatetea. Je, Dr. Sule ni mwenye kuwa na hayo? Hebu tumsikilize. Sasa kuna wakati unafanya zote hizo, jini anakutazama na anakuletea jeuri. Si nimeleka sasa? Ndiyo. Ukiona umezidiwa, unasoma aya za kuwaita majini. Unasoma aya za kuwaita majini wema. Majini wanahudhuria. Sura ya 72, surati jini. Ukiisoma usiku, ile sura, ukiisoma tu ile sura, kanuni majini wanahudhuria. Kwa sababu yenyewe inakwenda kuwapa taarifa ya kumbukumbu maisha ya viongozi wao walipokuwa wanasomewa aya na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Surati Rahmani na ile ukizisoma tu majini wanahudhuria. Sasa tulipoona hali ni ngumu, ikabidi isomwe zile sura. Dogo akaichapa ile. Majini wakaja. Na sharia yake pale unapofanya kisomo, upunguze mwanga uwe hafifu, usiwe na mwanga kama hivi. Upunguze mwanga kidogo kuwe hafifu, mwanga uwe mdogo. Alipoisoma kuna kipindi unahisi kabisa kuna watu au vitu vimekuja. Kwanza sikia nywele zimesimama, unahisi kama kuna watu wanagongana. Alafu yule mdogo wangu Ali akatoa amri kwamba nawaita majini wakubwa wakamate ujini waende wakamtie jela. Haikupita dakika 2 alikuwa analia kama mtoto yule jini. Yaani yule mtu mgonjwa aliyepandisha jini akawa analia kama mtoto. Mara tukasikia kimya. Lakini majini wamemkamata na walikwenda kumtia jela. Tulikuja kujua ameenda kutiwa jela baada ya siku 3. Hapo Dr. Sule anatuambia ukishindwa kumtibu mgonjwa unasoma aya za kuwaita majini wema. Ukisoma surati jini na surati Rahman nyakati za usiku, majini wema wanahudhuria. Huo ni uongo kwanza, kasome vizuri hicho kisa bwana. Kisha akasema majini walikuja kwa yule mgonjwa kule na sheria upunguze mwanga wa taa. Alafu majini walimchukua yule shetani pale kwa mgonjwa, wakaenda wakampeleka jela. Si tulijua baada ya siku 3 mbele huko. Dokta, huo ni uongo mtupu ambao unatuambia. Naomba ukasome hicho kisa kwanza vizuri ambacho umekisema, maana hujakielewa. Lakini kwa kifupi jamani, kisa hiki ambacho umekisema, Mtume hakusoma Qur'ani ili kuwaita majini wema, bali Mtume alisoma Qur'ani kwa sababu zake nyingine kabisa tofauti, akasome hicho kisa. Sababu hakuna riwaya Mtume alifanya tiba, alieleza tiba kutumia majini, hakuna. Sasa baada ya wale majini kusikiza Qur'ani, walikwenda kulinganiana wao kwa wao kumcha Mwenyezi Mungu, sio kwenda kumtoa jini kwa mgonjwa. Hilo halipo. Kwa surati Rahmani na surati jini pale zikisomwa, hakuna maana kwamba ni sura za kuwaita majini ili waweze waje kwako. Hapana. Sura zile majini walikwenda wenyewe kuisikiza Qur'ani kwa Mtume kwa sababu zao fulani, wakaenda wakalingania na kumcha Mungu kule.
Usichanganye hivi visa ukavitafsiri vibaya kwa unavyotaka wewe. Lakini je, sasa unapotuambia unapunguza mwanga wa taa uwe mdogo mdogo, huko sasa ndiko kuficha siri za majini na kuwatetea dokta. Unafanya mambo ambayo si mazuri. Lakini sasa akaja akasema Dr. Sule, kuna watu wananikosoa na kadha kadha. Ndio, lazima ukosolewe. Na sisi tunapokuambia kwamba kuwatumikisha majini si halali na wewe ni mshirikina, usione kama tunakuonea. Tunakwambia ukweli, sababu ushahidi uliotoa huwezi kuuvunja. Kama kidume uvunje, ndugu yangu. Tunakwambia ukweli. Kwanza elewa kwamba majini wewe huwezi kuwaona kwa mujibu wa Qur'ani 7:27. Huwezi kuwaona. Na unapoambiwa haya, kuna hoja unasema, kwani kila kisichoonekana hakiwezi kutumika? Wewe hapa unatumia upepo hapa AC, unaonekana upepo unatumika. Ndugu yangu, hebu utume upepo wa AC uende ukamtoe mtu jini. Hebu utume upepo wa AC uende ukakulinde. Unachanganya habari. Unayoyaongea kujitetea hayahusiani na jambo la msingi. Sasa kitaratibu za dini, anayestahili kuomba bila kuonekana kwa imani ni Mwenyezi Mungu peke yake. Unapoomba kitu chengine kisichoonekana, huo ni ushirikina. Hapa niweke vizuri kidogo. Unaweza ukaomba mtu hela kwa njia ya simu, lakini yule tayari unamjua. Kwa hivyo ninaposema kwamba kuomba kitu kingine ambacho hakionekani ni kitu ambacho wewe hukijui na hujawahi kukiona, huo ni ushirikina. Na ili sasa kuthibitisha hayo kwamba huo ni ushirikina, hebu sikiliza haya maelezo yako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji wangu, hapa tupo katikati ya msitu. Nyuma yangu kuna mti mkubwa. Hii ni katika miti ya asili, miti ambayo wanaishi viumbe wanaoishi maporini. Ni moja kati ya miti wanaoishi viumbe wakubwa wanaoishi maporini. Hapa tupo katika dua maalum ya kafara ya kuvuta mali aina ya madini, yani kafara ya kuvuta madini katika shamba la madini. Kuna baadhi ya watu wanadhani unaweza tu ukachimba madini na ukafanikiwa. Si kweli. Kila kitu kina utaratibu wake. Hata kupata mtoto ziko process, hata kupata degree zipo process, hata kupata kazi zipo process, na unapotafuta maisha pia zipo process. Hapa nipo DRC nchini Kongo katika mji wa Lubumbashi, na hapa nipo kwenye shamba la madini, na tunakwenda kufanya dua maalum, maombi maalum kwa ajili ya kuwataka viumbe wa eneo hili wanaotawala katika eneo hili waweze kuruhusu upatikanaji wa madini katika eneo hili. Ndio maana mbele yangu unaona pamoja na vitabu mbalimbali vya dua tulivyo navyo hivi hapa, lakini achilia mbali tuna zawadi kwa ajili ya viumbe wa asili. Hapa tuna tikiti maji, hapa tuna vyakula vya ngano, tuna maapple, tuna asali, tuna maziwa, tuna tende, tuna sukari. Hivi vyote vimewekwa hapa kwa lengo moja tu, la kukabidhi viumbe watawala katika eneo hili waturuhusu tunapochimba eneo hili, kila mali ya eneo hili iwe karibu na huyu anayemiliki eneo hili. Hizi ndio prosesi za kufanikiwa. Hizi ndio prosesi za kupata maisha. Hizi ndio prosesi za kufungua madini. Wewe unatoka tu na billions zako za fedha, unakwenda Mererani kuchimba, unakwenda labda Mbeya kuchimba, unakwenda labda wapi kuchimba, eti unahisi utafanikiwa. Usijidanganye. Utaratibu wa kutafuta madini lazima uungane na viumbe wa eneo husika ili wakupe ruhusa, kwa sababu majini wana kanuni moja na wana kawaida moja. Unaweza kuchimba hapa shimo ukawa unauona mkondo wa madini,
na majini wakagundua au mizimu wakagundua kwamba katika eneo hilo unalochimba wao utapata mali, wana uwezo wa kuihamisha hapo wakaiweka mahali pengine, na wewe ukachimba pale usipate chochote. Hapo unatuambia kwamba sisi hatuwezi kupata madini hadi tuwaombe mizimu na majini. Hao huwa hawaonekani. Kwa hivyo huo ni ushirikina dhahiri ambao umetuambia. Lakini unapokwenda kuhubiri unatumia Qur'ani hii ya Farsi, huwa unaitumia sana. Na mashallah Sheikh afafanua vizuri sana. Sasa kama wewe ni mkweli, hebu tuisome Qur'ani 8:2 ufafanuzi wa Ibn Kathir wa Farsi, tuone imesema kitu gani. 8:2 Qur'ani tafsiri ya Farsi inasema kama ifuatavyo. Hebu tuangalie hapa tunaambiwa kitu gani na Farsi. Alafu sasa uangalie wewe ambaye unashika kitabu hiki kuwahubiria watu, wewe mwenyewe ndiye unakwenda kinyume na hayo mambo. Huu ni msiba wenye kusikitisha sana kwa kweli. Haya. Bismillahirrahmanirrahim. Andiko linasema hakika wanaoamini kweli kweli ni wale ambao anapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa hofu, na wanaposomewa aya zake huwazidishia imani, na wakamtegemea Mola wao tu basi. Hawana kuamini mizimu wala pango wala shetani wala makaburi wala mengineyo. Ufafanuzi unasema hapa zinatajwa baadhi ya sifa za Waislamu wa kweli. Asiyekuwa nazo basi anajigamba tu, na kujigamba hakuna maana. Wewe umetuambia ili tupate madini lazima tuombe mizimu na mashetani hapa. Kama wewe ni mkweli, hii Qur'ani inakukataa, na kufanya hayo ni kujigamba bure, na kujigamba kwako kaka hatuna maana. Kwa hali hiyo Dr. Sule, huwezi kuwatumia majini kwa ajili ya fedha, huwezi kuwatumia majini kutengeneza uchumi, huwezi kuwatumia majini kufanya mambo yako, na huwezi kuyatumia majini kwa ajili ya kukulinda. Lakini sasa ulianza na Nabii Suleiman kule. Hebu tuangalie huyo Nabii Suleiman uliyemtumia, je, yeye alilindwa na majini? Hebu tuangalie Nabii Suleiman yeye ambaye ulianza kumtumia alilindwa na majini. Tuangalie Ibn Kathir ametuambia kitu gani katika swala hili. Hebu tuangalie. Haya, tuangalie hapa Ibn Kathir anatuambia kitu gani kwenye hii Qur'ani. Haya, andiko linasema kama ifuatavyo: nasi tulikuwa walinzi wao. Maana yake Allah Taala alimlinda na kumhifadhi asije akadhuriwa na mmoja kati ya mashetani. Wote walikuwa chini ya udhibiti wake. Kasome Ibn Kathir andiko la Qur'ani 2181 tafsiri ya Ibn Kathir. Mwenyezi Mungu ndiye aliyemlinda Suleiman na mashetani walikuwa chini ya Suleiman. Unapotuambia kwamba sasa wewe unakulinda, tunakuona mtu wa ajabu. Lakini sasa hebu tusikilize sasa Mwenyezi Mungu sasa anatuambia nini sasa katika watu ambao wanakumbatia mashetani, ikiwemo wewe Dr. Sule. Tuangalie ile Qur'ani 26:221. Angalia sasa unavyowakumbatia mashetani na posho ambayo Mungu anakuzawadia. Bismillahirrahmanirrahim. Andiko linasema, je, nikuambieni ambao mashetani wanawateremkia juu ya kila mzushi mkubwa mwenye madhambi. Shetani hawateremkii watu wazuri, wanawapelekea hao wanaowafuga yale wanayoyasikia, na wakaongeza yao ya uongo mtupu, na wengi katika wao ni waongo. Umemtumia Nabii Suleiman, mwenzako alitumia mashetani kwa uwezo wa Mungu, na wewe pia vile vile umedai kwamba unaweza kutumia mashetani. Mungu anakupa posho katika hali hiyo. Na kuongeza aya nyingine hii kwa kiporo, ona Mungu anavyokupa posho 16:98 mpaka 100 Qur'ani. Tuangalie na hicho ambacho wewe unakifanya. Bismillahirrahmanirrahim.
andiko linasema, na ukitaka kusoma, bismillahirrahmanirrahim, na ukitaka kusoma Qur'ani piga audhu kwanza, jikinge kwa Mwenyezi Mungu akulinde na shetani aliyefukuzwa katika rehema yake Mwenyezi Mungu. Anza kwa kusoma audhu. Hakika yeye shetani hana nguvu juu ya wale walioamini na wanaomtegemea Mola wao. Nguvu zake ni juu ya wale wanaomfanya rafiki wakamfuata, na juu ya wale wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu. Tunaposema wewe ni mshirikina, kwa ushahidi ambao nimeutoa, usilalamike, na kwa mujibu wa Qur'ani, kumbe hili wewe umejitakia wewe mwenyewe. Sasa kuna kitu kimoja ndugu zangu ambacho hiki mimi nashindwa kukielewa. Kuna maelezo anasema Dr. Sule, wanaomkosoa wanatoka mitandaoni wanamkosoa ili kutafuta viewers. Mimi namuuliza, kwani yeye habari zake anasema wapi? Chumbani au kwenye mtandao? Hatafuti viewers. Sasa namrejesha kule kwa Suleiman. Wakati Nabii Suleiman alipomtuma Hudhud kwenda Yemen kwa Malkia Bilqis ili akamlinganie arudi kwenye Uislamu, pale Nabii Suleiman alikuwa atafuta viewers. Unaongea vitu ambavyo hata yani unajisahau. Kwenye kukumbushana kuambiana hakuna habari za viewers. Kanuni ya Uislamu, ukisema jambo hadharani unajibiwa hadharani. Tukikujibu kwa siri, huu umma uliopoteza nani ataurejeza? Kwa hivyo usiweke ngao kwamba eti usiseme, unapokosea unasema. Pitia huu ushahidi wote niliyousema, kila aya na hadithi, alafu hebu tuwekee hadharani tujue tu, pitia tu. Wallahi, na kama utopitia umeshindwa hoja. Hatupendi mtu atoke hadharani adhalilishe Uislamu kwa kutumia kivuli cha dini. Haya majini ni mpango wa kupiga pesa. Wewe tu umeuboresha vizuri kabisa, na wallahi wa billahi wa ta'ala na hapa na kukumbusha kitu kimoja tu. Hata wajao kwenye matatizo kwa maana ya kuwatibia, wako ambao unawataka watume kiasi cha fedha kwanza. Kwa kule kuwaaminisha mpango wako wa majini, watume kiasi cha fedha kwanza. Inasikitisha na kuhuzunisha. Ni bora uamue wewe kutenda mpango wako tukivyako, usishirikishe haya maandiko na vitabu. Huu ujanja tumeshaupiga sana kipindi cha nyuma, kukubali hiyo hali. Huku kupamba na nini hakusaidii. Elimu ambayo unasema iko wapi, mbona unaificha? Itoe. Kuna elimu gani ambayo ni kinyume na Qur'ani na hadithi ikanasibiana hapo? Innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an qalba izil khalil. Kuna watu ambao hawakupata hii elimu, wanakuwa hawajielewi. Hao ndio ambao unawapata sasa kwa ajili ya kushabikia. Tuweni wa kweli na tuweze kumkumbusha ndugu yetu arejee kwa Mwenyezi Mungu. Sasa mimi niseme kwamba kwa leo tuishie hapa inshallah, lakini kwenye somo lijalo nitaendelea kumkumbusha huyu bwana. Nitagusia zile habari zake za abracadabra. Abracadabra nitazifafanua zile. Alafu nitagusia habari zake kusema kwamba eti hizi simu zatumia mashetani. Ni uongo mkubwa kabisa, nitafafanua. Tafundisha pia. Alafu kaja akasema ndege kwa maana aeroplane eti zarushwa na majini. Uongo mkubwa. Tutakuja tutafundisha. Alafu nitakuja kuongelea kuhusu mijipete. Ile mijipete anaivaa akasema tu rangi zina maana gani? Ni uongo mtupu, hakuna chochote pale. Nitakuja pia nitaweka wazi. Alafu nitakuja kuongelea habari za alama hizi. Sijui nyota, reli na nini. Baba, yale ni majina ya kishirikina. Tuletee ushahidi. Mimi nitakuja kupa ushahidi kwamba yale ni majina ya kishirikina. Na hizo alama zote unajua washirikina wanazitamka.
shamsi, zuhura, otwaridi, kamari, zohari, mushtara, miri. Kwa hivyo mmezibadilisha lugha tu. Hayo yote ndugu zangu nitakuja kufundisha, na nitakuja kueleza kwamba mwanadamu ni zaidi ya jini. Mwanadamu ndiyo bosi wa jini, ni zaidi ya jini. Alichompa Mungu mwanadamu amempa zaidi ya jini. Na ndiyo maana hata kwenye kuleta kiti kule, yule Asaf bin Barkhia aliweza kule amesha kuleta kile kiti. Sasa Sule, hii hali kidogo naomba uweze kubadilika nayo, ila hatukulazimishi. Kwa sababu kuna kitu wasema, wanaoniambia, wanaonikosoa, kwani wao wanatoa pepo na moto. Wewe unapokwenda kuwahubiria Wakristo au kwenye Uislamu, kwani wewe ndio ambaye unatoa pepo na moto? Usiulize maswali ambayo hata ukijaribu kufanuliwa yakukasirisha. Kuelimishana, kukumbushana, elimu shindanishi haina maana kwamba mfanyaji hayo anatoa pepo na moto. Ukikosea unarejezwa. Kwa leo tuishie hapa.